kinara ya bunge. Wapi makofi na vigelegele ya Osoro? Haya, asanteni sana. Kapsaus oye! Kapsaus oye! Hebu tusalimiane nione hivi kwa hewa, mimi ndio Osoro. Ndio mimi. Ndio mimi. Na nimekuja hapa. Mara ya kwanza nilikuja hapa tulikuwa tunaomba kura. Sasa hivi sisi ndio tumekalia kiti. Na wale niliomba kura na waona mko hapa. Na ndio tumekuja hapa kwanza kuwashukuru. Lakini Faruku limenikosea kidogo. Faruku aliniambia nikija hapa. Unajua anasema, wewe ni kijana, tembea, utapata maneno mengine hapa, ukue shemeji, Sasa mimi nakuja hapa, najaribu kuangalia, nimejaribu kuita mtu mmoja ameketi hapa mbele, ananiambia ni bibi ya wenyewe. Wewe ukipanga vizuri, panga. Si mimi natosha? Si mimi ni mahali safi Chito? Asante sana. Ya kwanza nimefurahia kuja hapa sana. Mheshimiwa wenu MCA aliinsist ati nisipokuja hapa atakasirika na mimi sana. MCA ambaye mlichagua jamaa mwerevu sana. MCA mimi naonanga huyu jamaa usiangalie vile anatoshana. Huyu jamaa akili yake ni mingi. Angalia vile anakaa. Si jamaa ako smart. Nimekuja kwa sababu mimi umuona Kisii every month. Ati sijui kuna watu hapa wanaitwa Keroka. Ati wakipata msiba anakuja Kisii. Siku ingine nilimpata kwa kijiji yangu. Ati nimekuja kuzikana na constituent wangu. Nikaambia wewe acha. Wewe unaomba kiti South Mugirango wewe. Kumbe ni ukweli. Tafadhali naomba mshikilie huyu jamaa bwana. Mtashikilia huyu mungwana? Mtamshikilia? Na tukiwa tumeketi hapo ametunongonezea akiwa na women rep wenu. Akiwa na women rep ya Mandera. Amenipatia order ya kwamba next month tukuje kuchangia msikiti ambayo iko hapa tuijenge. Sasa mimi leo natangaza mimi ndio nitakuwa mgeni wa heshima. Ama namna gani? Lakini muniahidi ya kwamba mtashikilia huyu jamaa. Hebu nione mikono ya MCA, hebu nione mikono yake. Asante sana mheshimiwa. Ya pili, nawashukuru sana kwa sababu ya women rep wenu. Mimi napenda women rep yenu kwa kitu tu moja. Mimi sijui kama upendi yeye, mimi sitaki kujua. Huyo women rep alinifundisha shule. School of Law, University of Nairobi. Na mwalimu wangu akiwa hapa lazima nimpatie heshima. Huyu women rep Gladys Boshole, pigia makofi tafadhali. Kule bungeni yeye ndio deputy speaker. Lakini ile kizungu mimi uzungumza, yeye ndiye alinifunza tukiwa na watu wengi, mawakili wengi yeye ndiye ametufundisha. Alimaliza shule karaka. Akitufunza alikuwa msichana mdogo. Anakuja hapo darasani tunaangalia kila saa tumisi darasa. Ndio tumuone. Ndio maana tulifika mahali tumefika. Na yeye muendelee kumshikilia tafadhali. Si namna hiyo. Lakini sasa mimi niko na maneno 2-3 ya kusema. Niko na maneno 2-3 ya kusema. Kenya hii ambayo tuko kutoka 1963 tumekuwa na viongozi kadhaa. Wakati tulikuwa na kiongozi mmoja wa kwanza taifa, mimi sikuwa. Lakini kiongozi wa pili mimi nilimfikia. Kiongozi wa pili alikuwa anaitwa Daniel Toroitich arap Moi. Akiwa rais hakukuwa yani ulikuwa unasikia kutoka kila kona, huyu kiongozi ni mbaya. Huyu kiongozi ni mbaya. Wakati alitoka kukakuwa na kiongozi wa tatu. Sauti kanyamaza. Kiongozi wa 4, sauti tena watu wakanyamaza.
Imekuja kiongozi wa 5, William Samoei Ruto. Hiyo sauti tena imerudi, ati hiyo kiongozi ni mbaya, ati hiyo kiongozi ni mbaya. Na hiyo sauti inatoka sehemu tu moja ya Kenya. Waacheni hiyo maneno bwana, waachaneni na William Ruto pia amalize tamu yake. Iko sawa ama iko mbaya? Iko sawa ama iko mbaya? Lazima tushikilie kiongozi wetu William Samoei Ruto. Na mimi nataka kuzungumzia Wakenya wote, ikiwemo hata watu ya media. Ninawaomba kwa heshima. Kenya kutoka 1963 imekuwa na madeni mingi sana. Ile pesa ambayo sisi tunaokota haitoshi peke yake kufanya maendeleo. Na lazima tukue na watu tunaita development partners. Part of the development partners ni watu kutoka Western, ni kuenda East China, ni kuenda sehemu zote za wale. Ndio tukue na development partners. Njia ya kujenga nchi ni mara 3. Tutumie rasilimali yetu ambayo haitoshi kwa sababu tunalipa loan. Ama tukope loan. Hiyo ni njia ya pili. Ya 3 ni kufanya ile tunaita PPP, Public Private Partnership. Ndio tuweze kujenga Kenya. Wakenya ukienda kila mahali wanasema, mheshimiwa tujengee barabara, mheshimiwa tuletee stima, mheshimiwa tuletee maji. Na yet rasilimali yetu haitoshi kwa sababu ile ambayo inakuja nyingi inalipa loan. Mheshimiwa Rais wakati huu ameelekea kule China. Juzi amesign deal ya 107 billion. Na nimeona wengi katika sehemu ya media wakisema, ameenda amekopa, ameenda. Hapana. Leo wacha niwaeleze ile tunafanya. Ameenda kule ku-engage development partners under what we call PPP. Niwaeleze inamaanisha nini. Uko hapa Eldoret town, uko na shamba 50 by 100, umejenga nyumba za mabati 10, rent kwa sababu iko ndani ya town inakupatia shilingi 20,000. Unatafuta yule mtu ambaye hako na pesa, umuuzi shamba. Huyo mtu anasema, kwa hii shamba ambayo badala uchukue 20,000 kwa hii nyumba ya mabati na wewe huna pesa ya kujenga, wacha mimi nilete gorofa ya gorofa 10 ambayo itatupatia milioni 20 kila mwezi. Wewe uchukue 10 na mimi nichukue 10 nijilipe miaka 20. Sasa wewe mbona ukatae na kaploti kako vile kako ni shilingi 20,000? Mbona ukatae kitu kama hiyo? And that is what the government is doing. Signing PPP deals there. Ya kwamba kama uko na pesa, leta Kenya. Mmoja sahi akasema, niko na pesa mingi 3 billion, nataka kuweka plant kubwa kule nitafutie tu shamba. Akiweka plant kule Kitengela ataajiri watu 500. Munalia, amtaki. Akisema ya kwamba nimepata another development partner, anaweka warehouse the other side ya 19 billion in the coastal region, munalia, amtaki. Akisema ya kwamba nimepata another development partner, ajenge highway kutoka Nairobi super highway mpaka Malava, aweke dual, moja iko na line 6, ingine iko na line 6. Line ya 6 huyo ya mwisho ni free. Hizi 4 kama unataka kupita, lipia kama uko na haraka. Kama utaki, hakuna shida. Na huyo mtu akijenga ile italipiwa, arudishe yake miaka hiyo, akimaliza aende. Amtaki. Munataka nini? Munataka nini? Akileta mbolea ikipungua kutoka 7,500 kukuja 2,000, amtaki. Ikipanda juu, bei ikienda juu ya chakula, munavaa sufuria kwa kichwa. Munataka nini? What do you want? What do you want? Akifanya hii, munataka hii. Akifanya hii, munataka hii. Mukitoka hapa, munaambia nimeona mheshimiwa MCA akisema, Saad Farouk, tunataka wall hapa. Akitafuta Osoro, kuja tuchangie wall hapa, amtaki. Munataka nini? Munataka nini? Ninaomba kwa heshima, tupatie mheshimiwa Rais nafasi ajenge Kenya yetu. Juzi tu mlikuwa mnalia hapa, ukienda hospitali NHIF inalipa kitanda 3,000, 4,000, 7,000. Haya. Juzi tu hiyo NHIF, mimi ninakula mshahara ya kama milioni.
NHIF ilikuwa inikata 1,700 shillings. NHIF ilikuwa inakata mwalimu ambaye ama mfanyikazi wa serikali ambaye anapata 70,000, 1,700. Na mimi 1,700. Fairness iko wapi? Mimi 1,700, ule mtu akona mshahara kidogo 1,700. Ruto anasema hapana, tukatwe 2.75%. Mimi sasa ninakatwa 27,000. Yule mwalimu anakatwa about 200. Amtaki. Munataka nini? Nikikatwa hiyo pesa utaki, unataka tu kuniita mchango. Mimi nakatwa hiyo ndio wewe ukienda hospitali usiumie, hautaki. Unataka nini? Hutaki. Hapa hospitali zimeanza kufanyiwa supervision, zimezungukwa kwote, supervision kila mahali Kenya mzima. Zile hospitali ambazo hazifanyi kazi mzuri zinaambiwa zifungwe, zinawekwa level kidogo. Mpaka zingine hapa Eldoret zimepatikana hapa zilikuwa zinatoa maneno ya watu, amtaki zitolewe. Munataka nini? Munataka nini? Ama namna gani? Mbolea sasa hivi imekuja kwa wingi. Na saa hii rais anapanga deal ya top dressing ya mbolea. Itakuja hapa tena wakulima wote wapate. Kwetu mimi nilipanda mahindi mingi mahali niko na shamba kubwa kule Kilgoris. Nikajaribu kuficha bei ipande juu, nikajaribu kuficha kidogo ikapanda tu juu kidogo. Chakula imekuwa kingi. Ama kwa sababu watu wameshiba ndio partner wameanza kukua na kelele. Ama tuache njaa kidogo, mutembee na sufuria kidogo. Mutakubali rais afanye kazi? Mutakubali rais afanye kazi? Kama ya mheshimiwa Kibaki ilikuwa 10 na ya mheshimiwa Uhuru ilikuwa 10, hata ya Ruto itakuwa 10. Ya mwisho, viongozi wengine wamemea pembe. Kiongozi mzima unasimama unashika microphone unasema Wakenya fulani wasipate vitambulisho, ati rais anakosea Wakenya fulani wasipate kitambulisho. Wewe akili yako ni ya reverse ama ni ya forward? Mtoto amezaliwa Kenya, ameishi Kenya, kwao ni Kenya. Wewe unatokea from nowhere, kiburi, fujo. Unaenda unasema ati Wakenya kutoka Northeastern ati hawafai kupata vitambulisho, ati wafanyiwe vetting, ati waulizwe maswali, ati walete wazazi wao, wakileta wazazi walete wajukuu, wakileta wajukuu walete vitukuu, ati sio walete pesa fulani, ati wakupatie pesa. Kama umezoea bribery wakati ulikuwa kwa hiyo kazi ya serikali ya William Ruto, hakuna kitu kama hiyo. Wakenya wote watapata vitambulisho. Wakenya wote watakuwa treated equally. Hakuna maneno ya fujo. Tuko sawa ama tuko sawa? Bado mnaona mimi ni mungwana? Ama nimeharibu? Mimi ni mungwana? Ai, hapana. Mnataka turudi tena hapa? Turudi tena hapa? Hebu nione wale wanasema turudi tena hapa, turudi tena hapa. Sasa kwa sababu nilielezwa maneno hapa ni ya wamama. Mimi nilielezwa, by the way, huyu Faruku na huyu mheshimiwa MCA wamenikosea sana. Nimewaeleza vile wamenikosea. Ya pili tena ya kunikosea ni kwamba mimi nilikuwa naenda shughuli zangu. Wakaniambia lazima upitie hapa hii asubuhi. Mimi nimekuja hapa nimeona kweli mnahitaji msaada. Kwa hivyo mimi waacha nijikakamue. Lakini pia vijana mupange mkutano wenu. Nataka nikuje kama mgeni wa heshima kwa vijana. Niwapatie pia pesa yao. Lakini leo kwa mkutano ya wamama nitawapatia shilingi 1,400. Mbona kwa pesa? Mbona kwa pesa mumefurahia namna hiyo? Faruku sungewaambia watangulia ile mara ya kwanza. Nimeona mtu.
Osoro ni mpendwa wetu wa Kenya.